Bila shaka katika miezi au miaka hivi karibuni umesikia mara kwa mara neno AI, yani Artificial Intelligence. Na leo hii AI iko karibu kila mahali. AI ipo kwa simu yako, ipo kwenye kompyuta yako, ipo kwa televisheni yako, ipo kwa gari unaloendesha na hata ipo kwa nyumba unaoishi. Kwa kifupi, teknolojia hii imeanza kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Lakini pamoja na maendeleo haya yote ya teknolojia, bado kuna maswali mengi mamilioni ya watu wanajiuliza. AI ilitokea wapi? Ilianza lini? Nani aliyeasili wazo la Artificial Intelligence? Na muhimu zaidi, katika miaka 10 au 20 ijayo, AI itakuwa imefikia kiwango gani? Je, itakuwa msaidizi mkubwa wa binadamu ama itabadilisha kabisa vile tunavyoishi na jinsi tunavyofanya kazi? Leo katika dokumentari tutasafiri mbali kabisa kuanzia mwanzo wa historia wa AI na tutafuatilia step by step jinsi teknolojia hii ilivyokuwa kufikia hadi kwa teknolojia tunazotumia kwa sasa kama ChatGPT au modeli nyingine za kisasa, na tutachunguza kwa undani AI pamoja na madhara yake kwa binadamu. Mimi ni Joe Trav. Kama unapenda maendeleo ya teknolojia, uvumbuzi wa kisasa au matukio ya kushangaza, make sure umebonyeza subscribe hapa chini, kwa sababu kila wiki utakuwa ukipata video mpya zinazokusaidia kuelewa si tu mahali dunia ipo, lakini pia dunia inaenda wapi kesho. Watu wengi wanaamini kwamba AI ilianza pale ChatGPT ilipotokea. Lakini ukweli ni kwamba historia ya Artificial Intelligence ilianza zaidi ya miaka 70 iliyopita. Mnamo mwaka 1950, mwanahisabati na mwanasayansi wa Uingereza aitwaye Alan Turing aliuliza swali ambalo lilibadilisha dunia kabisa. Je, mashine zinaweza kufikiri? Swali hilo lilionekana la ajabu wakati huu. Kompyuta za kipindi hicho zilikuwa kubwa kama vyumba, zilikuwa polepole na zilikuwa zinafanya mahesabu ya msingi tu. Lakini Alan Turing, mwanahisabati Mwingereza, hakuwa akijaribu kutengeneza roboti wa kufikiri. Alikuwa akijaribu kuvunja msimbo wa Wanazi, Enigma. Lakini katika mchakato huo aliunda dhana ambayo bado ndiyo msingi wa kompyuta zote za leo, Turing machine. Wazo kwamba mashine moja rahisi inaweza kutatua tatizo lolote la kihesabu ikiwa tu unaipa maagizo sahihi. Mnamo mwaka 1950 aliandika makala iliyobadilisha kila kitu, Computer Machinery and Intelligence. Ndani yake alitunga Turing test, jaribio rahisi. Ikiwa binadamu anaongea na mashine na hawezi kutofautisha kama ni mashine au mtu, basi mashine hiyo inafikiri. Na miaka 6 baadaye, mwaka 1956, kundi la wanasayansi lilikutana katika mkutano uliofanyika Dartmouth College. Miongoni mwao alikuwepo John McCarthy. Huyu ndiye aliyependekeza rasmi jina la Artificial Intelligence au kwa kifupi AI. Wakati huo walikuwa na matumaini makubwa. Walidhani ndani ya miaka michache tu kompyuta zingekuwa na akili zinazofanana na binadamu. Lakini ukweli ni kwamba mambo hayakwenda kama walivyotarajia. Baada ya miaka kadhaa, maendeleo yalikuwa madogo kuliko matarajio. Kompyuta zilikuwa dhaifu kabisa na data ilikuwa chache, na uwezo wa kuchakata taarifa ulikuwa mdogo sana. Serikali na wawekezaji wakaanza kupunguza ufadhili. Kipindi hicho kinajulikana kama AI winter. Kwa kifupi, AI ilikuwa imeingia kwenye kipindi cha baridi kabisa. Watu wengi walioamini kwamba ndoto ya mashine zenye akili ilikuwa imefeli. Lakini mwanzoni mwa miaka 1990 na 2000, mambo yakaanza kubadilika. Kompyuta zikawa na kasi zaidi. Internet ikazalisha mabilioni ya taarifa. Nguvu ya graphic processing unit au GPU ikaongezeka kwa kiwango kikubwa. Na hapo ndipo AI ilianza kujifunza kutoka kwenye data nyingi kuliko wakati mwingine wote katika historia. Mashine hazikupangiwa tu sheria, zilianza kujifunza zenyewe. Teknolojia hii ikajulikana kama machine learning. Baada ya hapo ikafuata deep learning, ambapo mitandao ya kompyuta ilianza kuiga jinsi ubongo wa binadamu unavyojifunza kupitia tabaka nyingi za taarifa. Polepole AI ikaanza kuingia kwenye maisha yetu. Kila mara unapofungua ramani kwenye simu yako, AI inakutafutia njia yenye foleni ndogo. Kila unapofungua TikTok, Instagram ama Facebook,
AI ndiyo inayochagua video inayodhani utapenda kutazama. Unapotumia Google kutafuta taarifa, AI inasaidia kupanga majibu. Hadi unapotumia kamera ya simu yako kupiga picha nzuri, AI inaboresha mwanga, rangi na hata uso wako. Kwa hiyo watu wengi walikuwa tayari wanatumia AI kila siku bila hata kutambua. Kisha wakati mwaka 2022 uliingia, dunia ilishuhudia jambo ambalo lilishitua karibu kila mtu. ChatGPT ilipozinduliwa, watu waligundua kwamba sasa wanaweza kuzungumza na kompyuta kana kwamba wanazungumza na binadamu. Anthropic, kampuni iliyoanzishwa na wanasayansi walioondoka OpenAI kwa sababu za kimaadili, ikatoa Claude, mfumo uliojengwa kwa msisitizo wa usalama na uaminifu. Google ikatoa Gemini. Kila kampuni kubwa duniani ikaingia kwenye mbio hii. Ndani ya muda mfupi zikafuata modeli nyingine nyingi. Baadhi zinaweza kuandika makala, nyingine zinaweza kutengeneza picha kwa maelezo ya maandishi, nyingine zinaweza kuunda hadi muziki. Na hizi si tena chatbot tu. Zinaandika code, zinachambua data, zinasaidia madaktari kugundua magonjwa, zinatafsiri lugha kwa wakati halisi, na zinasaidia wanafunzi mamilioni duniani kusoma. Kwa mara ya kwanza katika historia, AI haikusaidia tu kufanya mahesabu. Ilianza kufanya kazi za ubunifu ambazo zamani zilionekana kuwa za kipekee kwa binadamu. Lakini ukweli ni kwamba wataalamu wengi wanaamini kwamba huu ni mwanzo tu. Hatua inayofuata inaitwa AI agent. Hizi si programu zinazosubiri uzipe amri moja baada ya nyingine. Ni mifumo inayoweza kupanga kazi, kufanya maamuzi, kutumia programu mbalimbali, kushirikiana na AI nyingine na kukamilisha miradi kwa kiwango kikubwa ikiwa na usimamizi mdogo wa binadamu.